Mimi na ndugu tunasalimu katika jina Yesu Kristo. Mungu ahimidiwe tena ashukuriwe. Ona tubaria kuingia ndani ya kanisa la Mungu tena tupatia siku ya leo. Mungu anayefanya hayo apewe sifa. Amen. Tatizo nyingi naacha mnakuwa baridi. Mtoke ndani ya baridi. Kwa kuwa tuko mbele ya Mungu wetu. Mungu atuongezee furaha. Kwa kuwa mfalme Yesu chukua hapa ulimwengu. Alisema kabisa nyinyi msijute. Msijute. Msinungunike. Msinungunike na ya kesho. Kuko ibyejo bibarabeje. Ya kesho inahesabu wa kesho. Amen. Amen. Ubwo mufite ibyo kurya. Kama mna chakula N'imyambaro na mavazi, mubabajwe n'ibiki? mnahuzunishwa na nini? Mbese Imana Kweli Mungu anayepatia chakula ndege na bombo chakula, nyinyi hata wapatia. Ndiyo sababu wadada na wandugu zangu hatustahili kabisa kunungunuka. Swali nyingi juu tuko ndani ya ulimwengu iliyochafua. Iri gutwarwa n'abadayimoni. Hii ulimwengu inaongozewa na mapepo. Iri gutwarwa n'imyuka. Ulimwengu inaongozewa na roho mchafu. Ibibazo ari byinshi. Ndio sababu swali ni mingi. Tatizo ya ugonjwa, tatizo ya maskini, tatizo ni nyingi. Uno uhamagaye buri umwe wese. Sasa hivi kuita kila mmoja yote, unamuuliza sema swali zako. Anasema byake, nawe nakuita sema tatizo zako. Nawe nasema yake. Hakabaho undi uje, unakuwa mwingine anakuja akavuga ibibazo, anasema swali zake, akisema anasema wewe uko zaidi ya sisi sote. Kwa sababu wa ndugu hatustahili kabisa kunungunika, kwa kuwa Mungu anajua yote. Amen. Amen. Kandi ni misi micheya, tena siku chache tunatoka mwili ulimwengu, tunaenda kule kwetu tulikuwa tunaishi. Tuliishi wapi? Tulikuwa tunaishi milele tukiwa pamoja na Baba. Amen. Ndiyo sababu mfalme Yesu alikuja kusudi atukomboe, aturudishe kule kwetu tulikuwa tunaishi. Amen. Hapa sio kwetu, sisi tuko wasafiri, tuko na wahamaji. Siku leo tungekuwa hapa, lakini muda kidogo hatutakuwa hapa, tunakuwa tulishahama. Ndio sababu hatustahili kabisa kunungunika na vya ulimwengu. Amen. Tunamaliza masiku nyingi, tunasikia maneno matamu. Amen. Watumishi wa Mungu walituzungumzia maneno matamu sana. Kweli alikuwa na mafaa kwako, alikupitisha hatua. Mungu ashukuriwe. Mungu atupatie mibaraka, uone tupatie watumishi wake. Kwa kuwa Mungu anatumia watumishi wake, tungevipokea na dhamani. Kwa kuwa Mungu wenye napenda anawatumia mtumishi, watumishi wanawaletea kabisa kuarifu. Mungu hawezi kuangamiza mtu bila kumwarifu, bila kumupatia arifu. Amen. Tangu zamani Mungu ni mwenye rehema, utajiri wake ni rehema. Angetuangalia vile tunaishi, anaturehemia. Lakini kutamani kwa Mungu, anatamani ya kwamba tukue na amani, tufurahi. Amen. Ile ndiyo Mungu anataka. Iyo Mana ule Mungu yabikoze alibifanya kupatia watumishi apewe sifa katika jina Yesu Kristo. Twadukwire kunezerwa rero, tungefurahi sasa kuko turi imbere y'Imana yacu, kwa tuko mbele ya Mungu wetu. Kandi niyo yavuze ngo, tena yeye alisema eti yemwe abarushe n'abaremerewe, ewe wanayochoka na kulemewa, muze ndabaruhura, mukuje nitapumuzisha. Kuremereye byose na kulemea yote, bisamire umwami Yesu, lete mfalme Yesu. kuko niwe ufite umubiri, kwa kuwa ndiko na mwili, ufite imbaraga, ndiko na nguvu zo kwikorera ibyaha, za kuchukua mizigo yangu yote na vya Jonasi na yakumbuka
yacu anabeba na yetu yote, wowe wenyine yeye pekee. kugisha ukuri Na kuambia ukweli, nugenda kuganyira gusa ukienda kuomboleza kwa Dusabe kubwira ibiruta atakwambia vya zaidi yake, ukienda kuambia Asheri atakwambia zaidi nugenda yake, uhamagana abantu ukienda kuita na watu wako nabo unawaambia barakubwira ibiruta nao atakwambia zaidi. wahangayikishijwe no kwitwa runaka. Baba, Niyo mpamvu bene ndio sababu wa ndugu, iyi si duturiye hii ulimwengu tunaishi ni ibibazo gusa. ni ya tatizo tu, ni ibibazo ni ya tatizo. ibibazo tubivamo ryari Sasa tunatoka iyo mwisho tugeze gani? muri Kristo Yesu. Tufika ndani ya Kristo Yesu. Babwije ukuri Nawaambia ukweli. igihe Nowa Wakati yageze Noa mu ngudi, alifika ndani ya safina. igihe bageze mu ngudi, Wakati alifika ndani ya safina, imitima yabihuye. ndio sikia kabisa mioyo wao inapumzika. Walikuwa wanatoka ndani ya tatizo, wanafika ndani ya mapumziko. Na tunasema kutoka ndani ya tunatoka mwili tunaingia ndani ya Yesu Kristo. Pale pekee ndio kuna amani. Iyo wageze umwo Ukitoka ukifika ndani ndio unakuwa na amani. naho ukiri hano ku isi Ukiingia hapa ulimwengu ukuri nta mahoro na kuambia ukweli utakuwa na amani. utarinjira muri Kristo Kama Yesu unaingia ndani ya Kristo Yesu amahoro uzagira, hakuna salama. ariko nuwinjira muri Kristo Lakini Yesu ukiingia ndani ya Kristo Yesu urya umukati ukule mkate uragurarira utalala naye, unezerwa, utasikia na furahi. unywa amazi Ukunywe maji urayanywa utayakunywa, uryame ulale unezerwe, usikie na unafurahi, kuko ufite kunyurwa kwa kuwa muri wowe. unakushukuru ndani yako na kushiba ndani yako. Amen. Amen. Rero Imana ishimwe Mungu ashukuriwe, yatugize abo turi buno, alitufanya wale tuko siku ya leo, yatugize abo turi buno. alitufanya wale tuko leo. Amen. Amen. Branham ni kuivuga Ndugu Branham ndiye anasema vizuri, ukuri none vile uko leo niko wari uzaba n'igihe cyane, ndivyo utakuwa na siku ya Yesu. ukuri Vile uko ukuri none vile uko leo kirya gihe ile siku niko wari uzaba, ni vile ungekuwa, ni guco biri ni vile biko gahunda y'Imana. utaratibu wa Mungu. Uva mu bwiza Unatoka ndani ya uzuri unaingia mwingine, unatoka muhivi unaingia maivi. Imana yacu Mungu wetu yatugize uko turi, alitufanya vile tuko, ihabwe icyubahiro. apewe sifa. Amen. Amen. Reka duhaguruke gusoma amagambo y'Uwiteka. Usimame na kusoma maneno ya Mungu. Turasoma Filemoni, Tutasoma kitabu cha Filemoni, mu rwandiko rwa Filemoni, ni barua ya Filemoni. turahera ku murongo wa mbere Tutaanzia mstari wa kwanza au sura ya kwanza n'uwa kabiri n'uwa gatatu. na tatu na ya pili na ya tatu. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu. Amen. Paulo imbohe ya Yesu Kristo na Timoteyo mwene data, turakwandikiye Filemoni ukundwa, dusange umurimo, na Afiya mushiki wacu, na Arukipo musirikare mugenzi wacu, n'itorero ryo mu rugo rwawe. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turasenga. Tutaomba. Mwami wacu Yesu Kristo, gitare cyacu kandi ubuhungiro bwacu, kongereye turagushimiye kubw'imbabazi zawe, kuba wabanye natwe iminsi yose, ukaturinda mu isi twari dutuyemo, igihe twari dutataniye hirya no hino, bamwe baja mu mirimo abandi baja hirya no hino, wabanye natwe, turavuze ngo wabwe icyubahiro none iteka ryose. Ni benshi bafashe ingendo baragenda urabagarura, ni benshi bagiye mu bitaro bagezemo urabakiza bavamo, ni benshi bahuye n'ibibazo, ibyo byose wabyitayeho. Twese turagushimye, turavuze ngo wabwe icyubahiro none iteka ryose. Twiriwe mu isi yawe Satani, twabaye mu bwoko bwanduye, niyo mpamvu tukwinginze ngo utwejeshe amaraso yamenetse i Golgotha. Iminwa yacu yaranduye, indebe zacu zaranduye, imitima yacu yaranduye. Ndakwinginze ngo buri umwe wese uri imbere zawe umurebere munsi y'amaraso yamenetse i Golgotha, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dusabye kugira ngo twegere imeza y'Umwami twejejwe nawe, kugira ngo tubashe kubona aho kubika icyo kurya cy'umwuka, imitima yacu iboneye, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Garagara hagati yacu rero, ubwo ijambo ryawe risomwe, ngwino urisobanure, buri umwe wese umuvaniremo umutima, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turicara. Tutaketi. Amen. Amen.
turaganira amagambo matoya Tutazungumza maneno machache cyangwa make cyane au machache sana avuga kuba imbohe anayosema kuwa umwami wacu Yesu Kristo, mfungwa wa mfalme Yesu Kristo, kuwa mfungwa umwami wacu Yesu wa Kristo. mfalme wetu Yesu Kristo. Amen. Iyo uri imbohe Ukikuwa huko mfungwa, uko uba watwe uburenganzira kwa bwawe. kuwa unanyanganywa kabisa. Burya nta mbohe igira uburenganzira. Kumbe hakuna mfungwa anayekuwa na mamlaka yake. Ukikuwa mfungwa, utegekwa, unaamuriwa nuwakubosha na mwenye aliye kufungwa. Amen. Amen. Nashaka aya magambo muyumve. Nataka maneno haya msikilize vizuri. Kuwa mfungwa ya mfalme wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Hari imbohe nyinshi. Kuna wafungwa wengi. Hari imbohe. Kuna mfungwa yaboshwe n'inzoga. Aliyefungwa na pesa. Kuna mfungwa aliyefungwa na usharati. Kuna mfungwa aliyefungwa na kusengenyana. Mbohe ni wafungwa ni wengi. Amen. Lakini sisi ingestahili kuwa wafungwa wa Yesu Kristo. Ingestahili kuwa wafungwa wa neno la Kristo. Amen. Amen. Imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo. Mfungwa wa mfalme Yesu Kristo. Hapa anatupatia mfano. Au Paulo aliandika hivi. Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Na Timotheo ndugu na Timotheo mwene dada. Na Timotheo ndugu tunakuandikia yeye Filemoni. Amen. Amen. Kuberiki Paulo abayimbo. Wani Paulo anakuwa mfungwa. Paulo abayimbo ya Paulo anakuwa mfungwa wa Kristo. Nuko yaraboshwe n'iminyururu. Kwa alikuwa anafungwa na minyororo au hapana. Ahubwo nukibyo yarari. Kwa kuwa yeye kwa ndani Mungu aliyamtoa ndani anampatia kazi nyingine. Amen. Mtazame Paulo. Huyu Paulo ndiye alikuwa Sauli. Sauli alikuwa anafunza kumiguu ya Gabrieli. Alikuwa na teolojia nyingi na barua nyingi. Alikuwa anasema tusabe, siku ya leo utakufa. Tusabe angelala anafariki. Amen. Huyu Paulo ndiye Sauli. Njore anaenda Damasko. Alikuwa anaenda kusaliti kanisa na sema mfalme Yesu. Kwa alikuwa na mamlaka. Alikuwa na zile barua. Anaenda kuwasaliti, anaenda kuwaua. Lakini njore anaenda, alifika njiani, anaona nguzo, akitazama ile nguzo, anajua ya kwamba hii nguzo ni nguzo si ya kawaida. Hii nguzo ilikuwa inasindikiza Waisraeli ndani ya jangwa. Hii nguzo ilitoa Waisraeli ndani ya Misri. Anawatazama, anasema eti kama vile kwa anajifunza vile Mungu yupo na vile yeye anatumika yote. Paulo alikuwa anajua na vile Mungu anatenda na jina la Mungu alikuwa analijua. Amen. Paulo alikuwa pale mwile nguzo ya mawingu, kuna sema sauti Sauli unanisiriti kwa nini? Akaenda kuuliza, wewe yuko nani? Uko nani mfalme? Ni mimi Yesu unayesaliti. Kuko yarazi ko hari umwami umwe. Kwa kuwa alikuwa anajua kama kuna mfalme mmoja. Hangesema hapana. Alijua ya kwamba ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi anayezungumza naye. Amen. Jole Sauli anageukia. Yesu anamwambia eti, sikiliza, inakuwa nguvu kwako kupiga kabisa mguru kwa mikuki yangu. Sasa nifanye je? Wanamtuma kwa Anania. Ile shaba yote alikuwa nayo na mamlaka yote alikuwa nayo, Mungu anamunyang'anya. Amen. Alikuwa ni muuaji, Mungu anamuita pale anamgeuka kwa mfungwa wake kusudi aweze amtumikie. Amen. Njoo ule anakuwa kabisa kipofu. Mfalme anamwambia eti, wende kwa Anania wa Myunani, utakutana yuko hapa na hapa, akuombee, akunyeshee vidole, tena akubatize katika jina la Yesu Kristo. Lile jina Sauli alikuwa nakatala, ndiye wanabatiza ndani. Pale akisha mbatiza, kisha vidole, anapewa Roho Mtakatifu. Pale anakuwa mfungwa
kwa Yesu Kristo, wanamtoa ndani ya mamlaka alikuwa nayo. Amen. Yeye hangesamba, yeye hakusamba, alikubali. Mungu anamtumikisha, anakuwa mfungwa wa Yesu Kristo. Kukua mfungwa wa Yesu Kristo binaomba nasi tukuwa wafungwa wa Yesu Kristo. Mfungwa ni nini? Ni mtu mwenye ananyang'anywa mamlaka yake. Bake kufunga kwa ndani ya askari kwa hapa ulimwengu hauna mamlaka, unayo kitu chochote. Amen. Ndio sababu nasi Yesu alitukomboa, anatutoa ndani ya dhambi, anatufunga kusudi tuwe watumwa wake, tukuwe wafungwa wake. Amen. Kuwa mfungwa wa mfalme Yesu Kristo. Naweza kusihi eti na wewe sasa ukubali kuwa mfungwa wake. Amen. Mfungwa haitawale. Mfungwa haitawale. Mfungwa haitawale kabisa. Anatawaliwa na mwenye na mfungwa. Ndugu, ni nini naye kufunga? Ni nini naye kufunga? Ni tabia ambayo naye kufunga. Ni Yesu anakufunga. Ni nini na kufunga? Ni nini naye kufunga? Amen. Kuna watu wengi wanafungwa na shetani. Unafungwa na ibilisi, unakuwa kabisa chombo cha ibilisi na tena wewe hautajua. Amen. Kuna wengi wanafungwa na tabia mbaya hatajua. Ndugu Branham anasema eti mlevi ataangamia na anajua kama yataangamia. Mlevi ataangamia na anajua kama ataangamia. Msharati ataangamia anajua kama yataangamia. Lakini mnaozunisha ni nani? Ni Mkristo. Anakuja ndani ya mkutano anafanya na vile ule ndiye atakukia ghafla. Ule atakukiwa ghafla. Kwa kuwa mlevi anaenda kulewa, anajua kama yeye anafanya dhambi. Msharati na kusharati anajua kama ni dhambi. Lakini wewe unavitenda, unaingia tena hapa unasema eti niko Mkristo, unatudanganya. Lakini Mungu yeye anakutambua. Amen. Branham anasema tena, niambie uko nani? Niambie rafiki yako, nitakwambia uko nani. Nitakwambia wewe uko nani. Ukiniambia rafiki yako, nami nitakwambia uko nani. Anaanza anasema eti acha sema mimi niko Mkristo. Acha kusema mimi niko wa kuomba. Kabisa wewe tuoneshe mbegu zako. Kwa kuwa mbegu zako zinasema zaidi wewe kusema mimi niko Mkristo. Amen. Mbegu zako mahali utapita utatuonesha, itasema zaidi wewe useme eti mimi niko Mkristo. Kwa kuwa muti wanaitambua kwa muti wake. Muti wanaitambua kwa mbegu. Muti wanaitambua kwa mbegu zake. Amen. Muti wanaitambua kwa mbegu zake. Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Tunastahili kufungwa. Tunafungwa na neno la Mungu. Tena neno la Mungu tunalitii kwa kuwa linatufunga. Ile neno la Mungu likitufunga tutafanya wenyewe tuamuru. Amen. Neno la Mungu likikufunga utafanya vyenye neno na kuamuru. Utatenda vyenye neno na kuamuru. Amen. Tusome Yakobo, musikilize. Yakobo musikilize. Sura ya kwanza. Yakobo. Igice cya mbere. Yakobo sura ya kwanza. Mstari wa 21. Ubwo bimeze bityo niyambure imyenda yose n'ububi busaze
mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero muje mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa ngo mwishuke, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Amen. Amen. Bene data, wandugu, iyo twaje hano, tukikuja hapa, kinachotuleta ni tusikilize sauti ya Mungu. Tena sauti ya Mungu sio nyingine, ni neno. Amen. Tulikuja hapa ni kusudi Mungu atukosoe. Amen. Ile neno tunayosikia ni kusudi tuoneshe njia tunastahili kupita ndani, vile tunastahili kuishi, vile tunastahili kuishi na watu. Tunatoka ndani ya uzuri tunaingia ndani ya wengine. Amen. Kusudi mtu wa Mungu akuwe mkamilifu. Amen. Huyu ni Yakobo. Anatuambia eti twakiriye ijambo, tulipokea neno, ubwo bimeze bityo, kama biko hivyo mwakirane. Ubwo bimeze bityo, kama biko hivyo, yambure imyenda yose, mujivue mavazi yote na uchafu wote, mupokee kwa upole neno lililopandwa ndani yenu, linayoweza kuokoa roho zenu. Neno la Mungu ni mbegu. Amen. Ikianguka ndani ya moyo unayoangaa, inastahili kukomaa mbegu inatoa nyuma. Amen. Mupokeane na upole neno la Mungu liwezayo kuokoa nafsi zenu. Lakini mukwe munatenda vya ile neno. Kumbe mtu anasikia na hata tenda kabisa, aliko zaidi na mwenye kusikia. Amen. Mfano naweza kupatia, kwa kuwa naweza ita mtoto, unamtumana maji, alikusikia, anaenda arudia bure bila maji. Wandugu wa dada zangu, hii neno tulipewa, tukilisikiliza, tunalitii, tunaliishi ndani, tutatufikisha ndani ya uzima wa milele. Amen. Kwa kuwa hii neno ndio nguvu za msafiri. Hii neno ndipo tutakuwa nguvu, tutakunyakua. Amen. Mkiwa mnatenda ya lile neno nayosema, bila kufa kusikia tu, mujiendeye. Amen. Mujiendeye. Lakini mkiwa mnatenda vya lile neno, siku kufa kusikia tu, kwa kuwa uumva ijambo gusa, sikiliza neno tu, ndakore ibya hata tenda ameze nk'umuntu wirebeye. Yiko mtu anajiangalia macho yake ndani ya amaze kwireba, akishajiangalia anajiendea zake. Muda huo akiyibagirwa uko asa, akajisahau jinsi alivyo. Amen. Lakini uwo mwanya akiyibagirwa kwa ule muda anajisahau jinsi alivyo. Wandugu wa dada zangu, hii neno tulipewa ni kioo. Amen. Dukwiye kwirebera, tunastahili kujiangalia ndani. Tunajua ya kwamba hivi Mungu anavitaka, hivi Mungu havipendi. Kwa kuwa tulipewa neno la kujiangalia ndani. Amen. Hii neno ndio na nguvu za kubadilisha mtu yeyote. Mtu mwenye atabadilishwa na neno, na kurapia kweli, hakuna kitu kitakachombadilisha. Kwa kuwa neno hii ni nguvu, zinaweza kubadilisha Asheri, zinabadilisha Buhihi, zinabadilisha Jonasi, zinabadilisha kila yeyote. Amen. Neno la Mungu liligeuza Paulo. Neno la Mungu libadilisha watakatifu tutangulia.
na sasa likingana na nguvu, ibasha kuduhindura, linaweza kutugeuza, ikaturema bushaka, linatuumba upya, maze tukabikoresha, nasi tunakuwa vyombo vya Mungu, vyombo Mungu anaweza kuishi ndani. Amena. umutima wawe Ndani ya moyo wako yature mishari, usiishi yature kurwangano, uivu, chuki na sirani, bali Mungu anakuja anaishi ndani. amen. Amena. Kuko mu rugo butunzi, Kwa kuwa ndani ya ile makao abagabo babiri batura, hakuna wanaume wawili wanaweza kuishi ndani. mu mutima wawe Ndani ya moyo wako hakuna wanaume wawili wanaweza kuishi ndani, kunakuwa mmoja, kama vile Yesu alisema hivi, msikuwe na tumikia wafalme wawili. Amena. Msikatumikie wafalme wawili. Unaweza katana mmoja, unapenda mwingine. Unajua kabisa kutawaliwa na wafalme wawili. Wewe kutumikia Mungu, unatumikia na ulimwengu. Kutumikia Mungu na unatumikia na visanamu. Kutumikia Mungu unatumikia na pombe. Kutumikia Mungu unatumikia na usharati. Vile vitu vyote watoto wa Mungu havingestahili kuishi. Tungechagua mfalme tunaweza kutumikia. Amena. Ule mfalme aliyetuwekea taji, tutumikie ule. Tunakuwa wafungwa wa Kristo, tusikuwe wafungwa wa watu. Tunakuwa wafungwa wa Kristo, tusikuwe wafungwa wa ulimwengu. Amena. Yapo Luka. Ndani ya Luka kunatuambia je? Hano muri Hapa kitabu cha Luka. Igice 16. Luka 16. Umurongo wa 13. Mstari wa 13. Nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko abasha kwanga umwe agakunda undi. Amen. Nta mugaragu ukeza abami babiri, anawatumikia kuko abasha kwanga umwe agakunda undi. Anaweza kukatana mmoja na tena mwingine. Yagumana kuri umwe anadumu kwa mmoja na dharau mwingine. Amen. Uwo wumvira muri wowe ninde? Mwenye natii ndani yako ni nani? Ni kamere, ni tabia, cyangwa ni Mwuka wera? au Roho Mtakatifu? Amen. Kubimbohe ya Kristo, kwa mfungo wa Kristo, ni ukwemera ukabohwa n'ijambo ry'Imana. Unafungwa na neno la Mungu, ukemera ukabohwa na Kristo, unafungwa na Kristo, akakwaka uburenganzira anakunyang'anya mamlaka yako yote. Amen. Ukaka uburenganzira, anakunyang'anya mamlaka yako, unakubali unaongozewa naye, kwa jina kupeleka unaenda kule. Amen. Tunakuwa wafungwa ya kukubali kuongozewa na mfalme Yesu Kristo. Amen. Kuko byanditswe ngo biraandikiwa eti wanaongozewa na Roho Mtakatifu wote ndio watoto wa Mungu. Amen. Mwenye anaongozewa na Roho Mtakatifu ndiye mtoto wa Mungu. Sasa kiko ndani yako, kinayokuongoza ni nini? Ni chuki, ni wivu, ni nini inayokuongoza? Mutazame ndani ya Edeni. Kulipatikana Kaini, kunapatikana na Abeli. Lakini kila yeyote alionesha mbegu zake. Amen. Kwa kuwa Kaini alikuwa wa muovu, alionesha wivu, anaua kabisa ndogo yake. Lakini Abeli kwa kuwa alikuwa wa Mungu, alionesha upendo. Alikuwa anapenda kabisa Kaini. Ingawa alikuwa anamfanyia vibaya, anamfanyia anakuwa na wivu kwake, alikuwa anampenda. Ndio sababu na mtoto wa Mungu yeyote atapenda wote. Hatachagua. Na ule mwenye anamfanyia vibaya naye atampenda. Mtoto wa Mungu hachagui. Anapenda wote. Kwa kuwa mbegu iko ndani yake ni upendo. Amen. Kukuwa mfungwa wa Kristo, kukuwa mfungwa wa Yesu Kristo ni
kwa kupenda kwako. Imana yaduhaye guhitamo. Mungu alipatia uchaguzi. Uhitamo igishaka. Unachagua yale unayopenda. Ndugu Branham anasema eti ndani ya Edeni Mungu alipatia Eva kuchagua. Anapatia Adamu kuchagua. Kwa kuwa kila yote ana mamlaka yake. Amen. Mungu alimwambia eti hii mti siku mliikula mtakufa, mzafa. Ni mamlaka yenu. Mungu anapatia mamlaka yao. Lakini juu mtu ni mubaya, anachagua vibaya. Kila mara mtu anachagua vibaya. Wanampatia uzima wa milele na kifo anatia pale, anachagua kifo. Ndio sababu mapigo zote zilitoka ndani ya Edeni. Na sasa Mungu haikamate kwa mkazo. Mungu haikukazie ufanye dhambi, ukufanye vyake kwa nguvu. Bali wewe ni chaguo lako. Ni wewe utachagua eti nataka kuwa mtoto wa Mungu au nataka kuwa mtoto wa muovu. Ni chaguo lako. Nataka kutenda mema au natafanya vibaya. Ni chaguo lako. Kusudi Mungu siku ya hukumu ikupatia kuchagua. Ikupatia kuchagua uzima wa milele na kifo. Sasa ulichagua kifo. Uende angamie, ndiyo malipo yako. Na sasa chaguo lako ni mapenzi yako kutaka Yesu akuongoze. Ni mapenzi yako kutaka wewe ukuwe mfungwa wa Yesu. Amen. Kukuwa mfungwa ni kunyang'anya mamlaka. Niko na mamlaka ya kunywa pombe. Ndiyo. Niko nao. Niko na mamlaka ya kwenda kusharati. Niko na mamlaka ya kutenda vyenye napenda. Lakini kwa kuwa mimi niko mfungwa wa Kristo, ile mamlaka yote nilinyang'anyiwa, ninastahili kufanya matendo mema. Amen. Kama utaki tutembee kwako, ni kwa kuwa wewe unalaga hapa, unaenda kutenda vyako. Ukishiba, ukisha shiba ulimwengu, unarudia sasa. Amen. Kwa kuwa Mungu wetu anakatala dhambi. Mungu wetu haishi na wenye dhambi. Amen. Ni lazima utatembea kwako. Tena tukitembea kwako, tutakusomea neno la Mungu. Tena chengine, sio faida yetu. Tunaokoa uzima wako. Tunataka maisha yako kesho uishi vizuri. Tukikusomea neno la Mungu, tunakuambia watoto wa Mungu hawastahili kuishi hivi. Tuko wa Kristo. Mnajua kutembea kumutu. Unawaza ni faida yetu? Ni faida yetu. Bali ni faida yako. Ni faida yako. Kwa kuwa Mungu wetu haishi na wenye dhambi. Tena mbingu tunaenda ndani, halitaenda wenye dhambi, litaingia wale walitakasiwa. Litaingia wale walitakasiwa. Wale walizaliwa mara ya pili ndio wataingia mbinguni. Amen. Kukuwa mfungwa wa Kristo. Kukuwa mfungwa wa Kristo. Paulo kabisa yule mwenyewe alikuwa msuja. Anakubali anafungwa na Kristo. Anatenda kazi ya Kristo. Alikuwa anaenda kwenye Kristo na maamuru. Kama Kristo maamuru hakuenda kule. Amen. Mtazame Yosefu. Yusufu alikuwa na mamlaka wa kulala na ule mke wa Potifari. Kwa kuwa mke ndiye alimwambia eti wiko mlembo kabisa na angala. Sasa nataka tufanye hivi. Alikuwa na mamlaka ile muda, lakini Yusufu alisema eti
nubwo nta muntu rukundera, ingawa hakuna mtu mwenye anatazama hapa, ingawa hakuna mtu mwenye anatazama hapa, lakini jicho la mbingu Mungu ananitazama. Ndugu na dada yangu, acha kufanya dhambi kuzificha. Acha kufanya dhambi kuzificha. Unaenda kujificha nyuma, unakunya kachupa unikunywe, umalize ukuje. Ulilewa, ulikunya pombe, unakuja ndani ya mkutano. Unaweza kujikuta iketi. Mungu akutazama. Ingawa Ashera hakuwa au Ejeni hakuwa pale, unajua kama Mungu akutazama. Mungu alikutazama. Alikutazama kabisa. Amen. Mungu wetu ana kamera. Usiwazie kwamba ndiye ninatenda pale niko kama watupo utaonekana. Bitaonekana Mungu yuko na kamera, haiwezi kabisa kuachilia mambo. Kwa kuwa watu kabisa yuko na teknolojia au vitu vya kufanya. Watu Mungu yuko na zaidi ya vile. Vile nasema unajificha, Mungu anavikamata kabisa. Yenye natendo kujificha, Mungu anavikamata. Vile vyote atavitia hadharani. Siku moja utavitazama na wewe useme ule kabisa ni mimi. Vile nilifanya siku gani? Wewe unaweza kuvifanya, unasahau, lakini Mungu haisahau kamwe. Amena. Yusufu anajua ya kwamba Mungu anamtazama. Licho la Mungu linamtazama. Ingawa alikuwa na mamlaka wa kutenda ile maovu, binaacha anakimbia. Mke anaona kama anaujua siri yake, anakamata kabisa koti yake, anaitoa ndani, anakimbia. Wa ndugu, kuna vitu na siri unafanya kusudi ukimbie dhambi. Kuna vitu unastahili kufanya. Ndugu bwana anasema kwa lengo lako. Shabaha yako ni ipi? Shabaha yako ni gani? Mungu anaangalia shabaha yako ndani ya moyo wako. Mungu anataka tukue hekalu ya Mungu. Anaweza kuketi ndani, anaonyesha kazi nzuri ndani yetu. Amena. Kukua mfungwa wa Kristo. Amena. Msikuwe tumikia wafalme wawili. Unakatara mmoja, unapenda mwingine. Unaweza dharau mmoja, unatii mwingine. Amena. Msikatumikia wafalme wawili. Amena. Wakorinto. Mungu wetu ashukuriwe. Alitupatia neno kusudi litukosoe. Sura ya 6 tutazama mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Byose ndabyemera, nyamara ingirira umumaro byose. Amen. Unataka kuwa mfungwa? Unataka kuwa mfungwa? Unasema eti vyote ni halali, lakini yote inayokuwa na mafaa si vyote. Amen. Amen. Byose ndabyemerewe, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Si kweli? Vyote vimekubaliwa, lakini vinayokuwa na mafaa si vyote. Vyote vinakubaliwa, lakini sitaamuliwa na kila kitu chochote. Amen. Ukikuwa mtumwa wa kitu, kinakuamuru. Ndiyo. Ukikuwa mtumwa wa usharati,
Bila kupata ule usharati naye hautakuwa na amani. Ukikuwa mtumwa wa usharati, mke yote atapita. Kwa kuwa ulishakuwa mtumwa wa usharati, akomba na 10,000 utabipana kusudi mjue juu ulikuwa mtumwa. Amen. Vyote navikubaliwa, lakini vinakuwa na mafaa kwangu si vyote. Vyote navikubaliwa, lakini siamuriwe na kila kitu chochote. Siamuriwe na kitu chochote. Ndugu, acha kuamuriwa na kila kitu. Kama vyote navikubaliwa, kwa nini vinakuamuru? Kwa nini vinakuamuru? Amen. Chakula ni ya tumbo, na tumbo naye ni ya chakula. Lakini Mungu vyote ataviangamiza vyote. Vyote Mungu ataviangamiza. Chakula ni ya tumbo, na tumbo naye ni ya chakula. Lakini vyote Mungu ataviteketeza. Mungu atavitoa. Chupa na baliwa inaenda ndani ya tumbo, lakini vyote Mungu ataviteketeza kabisa. Amen. Mungu ataviteketeza. Mungu atavitoa vyote. Sasa mwili si wa kutenda usharati, bali ni wa mfalme. Tena mfalme naye ni wa mwili. Tena kama Mungu alifufua mfalme Yesu, nasi atatufufua kwa nguvu zake. Hamjui ya kwamba mwili yenu ni kiungo cha Kristo? Sasa teule za Mungu, teule viungo vya Kristo. Sasa leo wateule viungo vya Kristo, ninazibadilisha viungo vya kahaba bisikuwe. Hamjui ya kwamba anayeshikiliana na kahaba naye nakuwa ni mwili mmoja naye? Amen. Hamjui ya kwamba anayekumbatiana au anashikiliana na kahaba anakuwa mwili mmoja naye? Kama vile Mungu alisema eti wote watakuwa mwili mmoja. Wote watakuwa mwili mmoja. Lakini anayeshikiliana na mfalme Yesu anakuwa roho moja naye. Amen. Hapa ndipo Paulo anafika, anabisha kwa dhambi ya usharati. Dhambi ya usharati inatendeka kabisa ndani. Usikue mtu akusema eti niniangukia. Hapana. Ni kitu chenye kabisa unapanga mwenyewe. Ni kitu wewe unapanga mwenyewe, unamaliza nayo masiku, unasema kale kabinti ingawa kaniomba 1,000 nitakapatia. Paulo anasema eti dhambi zingine zote tutazikatia hukumu, lakini dhambi ya kusharati Mungu pekee ndiye ataihukumu, kwa kuwa ilitendeka ndani ya damu. Amen. Mwili yetu ni mwili ya Kristo, ni hekalu ya Kristo. Ndiyo sababu tunastahili kujihadhari na kitu chochote kinayefukuza Roho Mtakatifu. Amen. Lakini anayeshikiliana na mfalme Yesu anakuwa roho mmoja naye. Mstari wa 18 kunasema eti mwende mbali na usharati. Mwende mbali na usharati. Dhambi zote mtu anayetenda anaitumikia nyuma ya mwili, lakini kusharati anakuwa anatenda dhambi
ya ndani ya mwili wake. Kwa kweli hamjui ya kwamba kama mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu mwenye iko ndani yenu? Ule mwenye mnaye alitoka ndani kwa Mungu. Amen. Tena hamwiko wenu kusudi mujitawale. Ni wanani wanasikia hii neno? Hamwiko wenu nyinyi mujitawale. Wa ndugu, tuko na mwenye anatutawala, tuko na mwenye anatutawala, tuko na mwenye anatufunga. Sasa ule mwenye anatufunga binastahili tumutii. Amena. Kwa kuwa mulinunuliwa, kwa kuwa nyinyi mulinunuliwa ya damani. Sasa mwache miili yenu inahimidi Mungu. Amena. Amena. Kukuwa mfungwa wa Kristo. Ukikuwa mfungwa wa Kristo atakuongoza. Tena Kristo hata kuongoza ndani ya dhambi. Mungu hapendi dhambi. Mungu hatende dhambi. Ndio sababu akikuongoza atakuongoza ndani ya kazi njema. Amena. Mungu wetu yiko mwenye haki. Ndio sababu na watoto wako wanastahili kukuwa wenye haki. Wa ndugu, hukumu yiko ndani ya nyumba watoto wa Mungu. Hukumu yiko hapa leo. Kusudi tushindwe leo, tutubu, kesho tukatie wa ulimwengu hukumu. Amena. Hukumu haiko ndani ya madhehebu. Hukumu haiko ngambo. Hukumu kabisa iko ndani ya nyumba ya Mungu. Iko ndani ya nyumba ya Mungu. Kusudi leo tushindwe, tutoke ndani ya dhambi, tugeukie. Ndio maana Petro alisema eti mtubu dhambi zenu kusudi muokolewe. Baadaye siku ya kushibishwa ikuje. Amena. Siku ya leo ndipo kabisa tunashibishwa. Ndipo tunastahili kubadilika. Tunageuka, tunatoka mwenyewe tuko ndani, tunatazama mfalme Yesu Kristo. Tulikombolewa na damu ya damani nyingi. Amen. Wa ndugu, na wasihi ya kwamba tukue wafungwa wa Kristo. Tukifungwa na Kristo atatutawala. Yale yote atatutawala tutavitenda. Amen. Ukikuwa mfungwa unafungwa na Kristo, atakwambia eti pombe ni dhambi. Muda pale utaiachilia. Ukifungwa na Kristo atakukataza kuua mkutano, kwenda kukusanyika. Utajua kama kuua mkutano ni dhambi. Ukifungwa na Kristo atakwambia eti penda ndugu yako, utamupenda. Amena. Tena ile ndiyo Mungu anataka kwetu, kusudi tutii neno lake, tena tuliheshimu, tufungwe na neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu ni ile anataka kwetu. Tusome Waefeso, pale ndipo tunamalizia. Waefeso sura 4 unasema eti mstari wa kwanza. Nuko ndaringinga njewe imbohe y'umwami ende ko bikwiriye y'umwami. Amen. 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 Kuna vyenye tuliitiwa wa ndugu. Hatukuitiwa kukunywa pombe, hatukuitiwa kutenda dhambi, hatukuitiwa kwenda mwenye Mungu hapendi, bali tuliitiwa neno la Mungu. Amen. Tuliitiwa kusudi tupate uzima milele. Sasa ninawasihi mimi mfungwa wa mfalme. Sasa ninawasihi mimi mfungwa wa Yesu Kristo, mwenende kama vile vinastahili
kwihangana yihanganirana mugire umwete wo gukomeresha ubumwe umuhunga w'amahoro. Amen. 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 Wandugu, kuna vyetu tulitiwa. Hatukuitiwa kukurana ndugu dusabe. Sikuitiwa kukokotana ndugu dusabe. Sikuitiwa kuchukiana na ndugu kumbuka. Bali tulitiwa upendo. Kusudi Mungu atutie pamoja. Mungu alitaka kututia pamoja kama vile ana shabaha kwetu. Shabaha ya Mungu ni ipi? Ni ya kutupeleka kwa ufalme wake. Sasa mwenende kama vile vinastahili vile mliitiwa. Amen. Maandiko yanatuambia eti mwenye dhambi aache tabia zake. Mwenye dhambi aache tabia zake. Amen. Na mwenye haki akuwe mwenye haki. Amen. Yuko hapa ndani ya Ufunuo. Amen. Tunasema anayekuwa haki aendelee kuwa haki. Amen. 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 Saa hii sasa ndio muda wa kutakasika. Amen. Tutoke ndani ya dhambi tuingie ndani ya mema. Tutoke ndani ya kuwa kutoamini tuwe ndani ya kuwa haki. Amen. Ile ndio Mungu anataka. Mungu anataka apate makao yake. Apate mahali ya kukaa. Amen. Unajua kukutana na Asheri anaketi nani leo? Guhura na Asheri. Kukutana na Asheri. Mungu anakaa ndani yake. Ni vizuri sana. Lakini kukutana na ndugu na kunaekana ndani yeye Ibilisi ni muovu sana. Mungu atusaidie akuje ekare ndani ya moyo yetu. Mungu atusaidie akuje tuongoze tena na vitarajia katika jina la Yesu Kristo. Tubakie na amani ya Bwana.